Nataka useme ardhi, chochote kilipandikizwa juu yako, kikapandwa juu yako, kinyume na maisha yangu, natangaza kwa jina la Yesu Kristo, ardhi, achia mafanikio yangu, achia miradi yangu katika jina la Yesu Kristo. Kila ngome za ardhi zinazonena kinyume na maisha yangu, natangaza kwa jina la Yesu Kristo, ngome za ardhi zinaachia mafanikio yangu. Kila mapandikizi yaliyopandwa kwenye ardhi, Baba unasema katika neno lako, kila pando asilolipanda Baba wa mbinguni sharti litang'olewa. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, popote ardhi iliekewa roho ya utambulisho mbaya, inaniona kwa njia isiyofaa, natambulika kwa njia isiyofaa, natangaza kwa jina la Yesu Kristo, ardhi, achia hatima yangu, achia hatima yangu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu, nimegundua siku ya leo kuna nguvu zitendazo kazi duniani ambazo zinaitwa kwa lugha nyingine elementi, bingi ikiwepo, anga ya mahali husika ikiwepo, malango ikihusika, na hata ardhi ikihusika, na hata muda, na hata watu, na hata maagano. Natangaza kila mfumo mbaya uliopandikizwa kwenye ardhi ambao hautaki mimi nidhibitike juu ya ardhi, natangaza nitadhibitika juu ya ardhi. Bwana Mungu, kila nguvu za elementi zinazotawala dunia, zinazotumia bingu, zinazotumia ardhi, zinazotumia maji, zinazotumia hewa, zinazotumia upepo, zinazotumia moto ili kuzuia hatima ya maisha yangu, natangaza malango ya ardhi funguka kwa ajili yangu. Malango ya ardhi niitikie kila aina ya uchawi, ushirikina, kila aina ya uganga wa kienyeji uliowekwa kwenye ardhi kinyume na maisha yangu, ninaing'oa, ninaibomoa, ninaiharibu, ninaiangamiza katika jina la Yesu Kristo. Ardhi, achia, achia mafanikio yangu. Ardhi, kila muonekano mbaya uliowekwa kwenye ardhi, Baba unasema katika neno lako, katika Mambo ya Nyakati wa Pili 7:13 na 14, watu wako walioitwa kwa jina lako wakinyenyekea na kutii na kuweza kuja mbele zako, utasikia kutoka mbinguni, utawasemea maovu yao, utaponya nchi yao. Kila aina ya magonjwa yaliyowekwa kwenye ardhi nayang'oa, ninayabomoa, ninayaharibu. Kila kilichofungwa kwenye ardhi ninajifungua kwa maagano yote ya ardhi. Bwana Mungu, kila ardhi iliyofungwa na uhalali wa aina yoyote ile kutesa wakazi wake, Baba ninajua ardhi inabeba kila kitu cha maisha yangu. Ardhi inabeba 100% ya kila kitu tunafanya maishani. Bwana Mungu, chochote ninachonuia kufanya huwa kinafanyika juu ya ardhi, na ndio ninaomba kila sauti, kila mitindo, kila maagano yaliyofanywa kwenye ardhi, wakasema nikilima sitapata matokeo, nikifuga sitapata matokeo, nikifanya vitu sitaona vitu vikitokea. Nakataa
kuaibika juu ya uso wa ardhi. Bwana Mungu, unasema katika Yeremia 3:24, kitu cha aibu kimeila kazi ya baba yetu tokea ujana wetu, makundi yao, kondoo na ng'ombe na wana na binti zao. Na kataa, kazi yangu haitaliwa, ndugu zangu hawataliwa, vitu vyetu havitaliwa, hatima yangu haitaliwa. Kila maagano mabaya yanayokula pesa zangu, yanayokula miradi yangu, yanayokula watu wanaonifaa, natangaza kwa jina la Yesu Kristo. Ardhi, 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 achia maisha yangu. Ardhi, achia hatima yangu. Ardhi, achia vitu vyangu katika jina la Yesu Kristo. Kila maagano mabaya yaliyofungwa kwa ulimwengu wa kiroho, wakasema watu wa kwetu hawatakuwa na miradi ya maendeleo, ninaomba ardhi, achia, achia, achia. Ardhi, ninakusemesha, nazungumuza na wewe. Chochote ambacho kilifanyiwa mazingaumbwe, matambiko kupitia roho za kuzimu, roho za mizuka, roho za wazee wa kaya, roho ambazo ni za wazee wa kaya, wakatangulia wazee wa kabila, wakajenga madhabahu mabaya kwenye ardhi, wakasema hakuna mtu atakayefanikiwa. Ardhi, achia upendeleo wangu, achia kibali changu, nitatembea na kibali juu ya uso wa ardhi. Omba ndani ya dakika 3, mtoto wa Mungu. Sioni kama unaomba. Omba, 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 omba. Makapapapapapa. Naona wewe, chukua tu kalamu hapa, andika. Ukiwa tu hapa, andika, andika ili usi distract. Andika 207 207 mwisho huku andika 183 mwisho, alafu huko mbele andika 0653 shaka papa. Yani nimeona mwisho huko, mwisho inaanza mwisho kabisa 381 mwisho kabisa 381. Hapa katikati naona 702, nasikia mafunuo. Alafu naona 0653 pakapakopo lakapapasaya. Omba tu makapapapa, andika hapo chini. Nasikia Jaki Mrasi, uko wapi? Mbona upo ibadani wakati ufunuo wako umekuja? Hivyo ndio nasikia naambiwa. Endelea kuomba, mtoto wa Mungu, mtadhibitisha kama mnajua huyo mtu. Makapapapapapapa ripapapapapapapa, yani 0653 0653. Alafu ninaambiwa kitu, kuna kitu naambiwa. Hiyo 207, kuna hiyo 207 ni kodi tu. Hiyo kodi naona, kodi hiyo naona kama Rehema Bosco. Lakini hiyo 207, toa hiyo 207, toa, weka 454, weka 454. Hiyo 207 ni kodi. Hiyo 207 huko ni lugha za kinabii hizo. Haleluya. Yani huyu ni 0653 454 183, 0653 454 183. Nenda pale. Nasikia Jacqueline Murasi, ibada hii imekuja kwa ajili yako. Ndio naambiwa hivyo, kama mnamjua mtu huyo. Rapapapapapa. Huyu ambaye ni 207 pale katikati, 207 katikati, mwisho weka 048. Naona 048 huku mwisho.
alafu katikati 207, alafu naona 0713. Naona kama mtu ana cherani, naona kama cherani. Nasikia rehema kama Bosco. In the name of Jesus. Omba mtoto wa Mungu, leo tu ni siku ya pili. Naomba msamaha wana wa Mungu, sikuweza kuwepo jana, nilipata dharura, lakini Bwana ni mwaminifu. Ripapa kopopolaka ripapa kala mama sikala baba. Endelea kuomba mtoto wa Mungu, sema ardhi yangu inaachiliwa. Mama andika huku mwisho tena, we andika 320, andika 320, yani mwisho kabisa 320, katikati hapo katikati. Naona katikati, naangalia katikati 060 katikati, alafu hapa mwanzoni 0656. Nasikia naambiwa mtoto wa Hezron, Berita, mtoto wa Hezron Berita, in the name of Jesus. Rop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 o shaka papa. Neema imeachiliwa. Endelea kuomba mtoto wa Mungu, endelea kuomba kwa neema ya Bwana. Ropoposikiri babazaya. Bado ninaambiwa twende huko mwisho, bado kunapewa ujumbe 780 alafu 851 851 hapo katikati, alafu naona huku mwanzo 0715 makapa shakapa. Andika Marita Shayo shakapa loko poposaya mama kapalaka. Huyo Marita Shayo mtauliza Bryson ni nani kwake, kama Bryson Manyama, majina ya watu. Kuna shaka papa. Endelea kuomba, just pray. Mama shaka papa mipalo kopolaka babazia. Bado naona anga imefunguka. Andika huko mwisho 680 mwisho huko 680. Hapa katikati naona 214. Alafu hapa mwanzo naona 0716. Nasikia ninaambiwa papa makopopo, where are you? Nasikia naambiwa Rose Sariwati, where are you? There is greatness upon you. Kuna ukuu juu yako. Ropopoka papa. Kama watu hawa hawapo, muwapigie, mwambie wingu limeanza na wao katika jina la Yesu Kristo. Bado nanywa mikono makopopolaka babasia. The anointing is moving. The anointing is moving. The anointing is moving. Nenda bado. Andika 633. Naona 633. Alafu 167 katikati. Alafu 0758. Makapaloko popo. Makapapakolo bobosaya. Rapa kopokala babazia. Endelea kuomba mtoto wa Mungu. God is making a way. Nasikia roho Bwana akiniambia Ruth, hiyo inaendana na Ruth. Nasikia kola Ruth kola. Kuna watu Mungu amewakusudia madhabahu haya ni madhabahu yao katika jina la Yesu Kristo. Pray. I don't see you praying, child of God. I don't see you praying. I don't see you praying. Bado ninatumwa. Nasikia 625. Naona 789. Naona 0716. Mwisho huko 625. 789 and then 0716. Mama, raundi hii nilisema nikija hapa tunataka tuite majirani. Bwana atupe majirani, Bwana atupe watu wote kila mahali, yani atupe taarifa zao yani tutakuwa napewa hata simu zao tunawapigia. Hiyo ndio maombi nimefanya agano nalo na Mungu mwaka huu.
katika jina la Yesu Kristo. Mama, nasikia Mwita alafu Zakaria. Haya, shaka pala kapa. Pray. Omba. Pray. Omba. There is something great in the house. Kuna kitu kikubwa ndani ya The anointing is moving. upako unatembea. There is this person, kuna mtu huyu like Jacqueline but also Shayo. Kama Jacqueline lakini Shayo. La pakopo la kababazia. The Lord is making a way. Bwana anafanya njia. There is the anointing Upo upako that is moving in the house. ambao unatembea ndani ya nyumba. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. The Holy Spirit says, Roho Mtakatifu anasema, the daughter of Joseph, binti wa Yosefu. Mary, where are you? Maria, Mary uko wapi? In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. If you want to locate that Mary, kama unataka tumpate huyo Mary, write 408 huko mwisho. Andika 408 637 0715. In the name of the covenant that I entered with God this time. Agano ambalo nimeingia na Bwana wakati huu. If he will use me prophetically in this service, kama atanitumia kinabii katika ibada or in this meeting, au katika kusanyiko hili, we are going to locate people. Tunaenda kuwapata watu. That is Mary Joseph. Huyo ni Mary Joseph. Mary Joseph. Mary Joseph. The Lord wants you to increase your prayer life. Bwana anataka uongeze maisha yako. Wherever you are watching us, wherever you are. Popote ulipo na unatuangalia. This person, mtu huyu, the hour has come. Wakati umekuja. The Lord is making a way. Bwana anafanya njia. The Lord is making a way. Bwana anafanya njia. Child of God, pray. Mwana wa Mungu, there is an anointing in the house. Kuna upako ndani ya nyumba. Anointing beyond human comprehension. Upako zidi ya vile mwanadamu God is picking people here. Mungu anakushika watu to the next level. Anawapeleka viwango vingine. Be ready to the next level. Kuwa tayari kwenda kiwango kingine. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Be ready for the next level. Kuwa tayari kwa kiwango Be ready for the next level. Kuwa tayari kwa kiwango the Spirit of the Lord is moving. Roho wa Bwana anatembea. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Just raise up your hand. Inua tu mikono yako. There are 4 people here. Kuna watu 4 hapa. By the anointing of the Holy Spirit, God is picking you. Bwana anakugusa. He's making you a pillar. Anakufanya kuwa nguzo. With international favor. Kwa kibali cha kimataifa. Watu ambao hawakuwa na kibali cha kimataifa. People who did not have international favor. Mungu anakuchagua wewe. God is picking you. Katika hiyo ukoo. At that clan. Take it now. Pokea sasa. Pokea hicho kibali cha kimataifa. Receive that international Take it favor. now. Chukua sasa. Nimeona watu 4. I have seen. Pokea hao watu. Receive. Popote walipo mafuta ndio hiyo. Receive it now. Pokea sasa. Pokea hicho kibali. Receive it now. Pokea hiyo neema. Receive that grace. Pokea hiyo neema. Receive that grace. Take that anointing. Pokea upako. Pokea hiyo upako. Receive that anointing. In the name of Jesus. Katika jina la You Yesu. shall never remain the same. Hautabaki kama hautabaki jinsi ulivyokuwa. Ninaona hao watu 4. I see those 4 people. Ninaona kuna kijana mdogo mahali hapa. I see there's a young man there. Wakati umefika. Time has come. Naona kuna upako. I see there's an umeachiliwa juu ya kichwa chako. Mungu anakuinua. Anakuweka mahali. Kichwa chako kinakamata moto. Kichwa kinakamata moto. Kichwa kinakamata moto. Naona kuna binti pande hii. Pokea hiyo upako. Pokea hiyo upako. Receive it in the name of Jesus. Pokea hiyo neema. You shall never remain the same. Upako umeachiliwa. Neema imeachiliwa. Kibali kimeachiliwa. Katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza kila maagano yaliyofunga watu wa kwenu. Wakasema utaonewa. Wakasema utaonewa. Ukakuwa ni mtu usiyekubalika. Wakati umefika. No more rejection. Hakuna kukataliwa tena. 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 Naona kuna mtu katikati yetu. I see there's a person among us.
Kazi yako ulishapewa. You had been given your job already. Lakini kuna mtu ametumia jina lako. But there's a person who has used your name. Akachukua nafasi yako ya kazi. He took your work position. Nyanyua tu mikono. Just lift up kuna upako unatafuta hawa watu. There's an anointing looking for ninaona hawa watu. I see those people. Wanatakana wakuwe kwa ofisi kubwa. They are supposed to be in big offices. Wakuwe kwa ofisi za kisheria. To be in law offices. Wakuwe mahali palipoinuka. To be at high places. Lakini wakachukua kazi zao. Anayetembelea jina lako na achilia fire. Tayari naona kuna watu waine. Naona kuna watu waine. Pokea hiyo upako. Pokea hiyo neema. Pokea hicho kibali. Naona kule nyuma. Naona kule pembezoni. Hakuna yeyote atatumia jina lako. Hakuna yeyote atatumia your documents. In the name of Jesus, your documents shall not be used by any other person. I declare, whosoever who is using your name to eat what belongs to you. Naona kuna mtu bado. Naona kuna upako umeachiliwa. Naona unakamata miguu. Naona unakamata miguu. Unaanzia kwa nyayo ya miguu. Unaingia. Unaingia mpaka kwa viuno. Unaanza kuinua huyo mtu. Pokea hiyo upako sasa. Pokea hiyo upako sasa. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Pokea hiyo mafuta. Pokea hiyo neema. Take it now. 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 Abdoni mkinga. Abdoni mkinga. I'm still like mkinga. Ropopo karababasia. Why are you not in the sanctuary, Abdon? 479 mwisho. 479. Katikati 632. 0768. 0768. The time has come. Wakati umefika. The time has come. Wakati umefika. We are in the hour. Tuko katika saa. There is the prophetic antenna. Kuna antena ya kinabii. There is the prophetic mantle. Kuna upako wa kinabii. That God is releasing. Ambao Mungu anaachilia. In the sanctuary. Katika nyumba yake. Father, I decree. Baba, ninatangaza. These people. Watu hawa. Who are called to be very great. Ambao wameitwa kuwa wakuu sana. In the revelation. Katika ufunuo. With the eyesight of prophetic eyesight. Na macho yao ya kinabii, uono wa kinabii. I declare now. Ninatangaza sasa. Prophets in the house. Manabii ndani ya nyumba. Prophets in the house. Manabii ndani ya nyumba. Take it now. Chukua sasa. Prophets in the house. Manabii ndani ya nyumba. Take the anointing. Chukua upako. Prophetic fire. Moto wa kinabii. 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 Take that fire. Chukua huo moto. Take it in the name of Jesus. Chukua kwa jina la Yesu. Prophetic mantle. Vazi la kinabii. I declare. Ninatangaza. You shall never remain the same. Baki kama ulivyo. Anywhere. Popote pale. They put you down. Walipokuweka chini. They said you can never arise. Waliposema hauwezi kuinuka. I declare. Ninatangaza. You are arising now. Unainuka sasa. You are shining now. Unang'ara sasa. You are shining now. Unang'ara sasa. Right there. Pale. Natumwa hapa, sijajua kuna nini hapa. Hapo katikati sijajua, naona wingu hapo. Baba, nitafutia huyu kijana ambaye unaachilia mafuta. Artistic lifestyle. Mafuta ya akili za uwerevu. Waliofunga miradi yake. Waliofunga mawazo yake. Ya kuwa hata wainuka. Hata waifika viwango fulani. Pokea hiyo upako. Take the anointing now. Take it in the name of Jesus. Take that anointing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, I decree. Baba, ninatamka. The great pillars. Nguzo kuu. Family deliverers. Kufunguliwa kwa familia. Family deliverers. Kufunguliwa kwa familia. People who are called. Watu walioitwa. To deliver their families. Kufungua familia zao. The time has come. Wakati umekuja. As the Bible says. Kama Biblia inavyosema. In Acts. Katika Matendo. 7:35. Sura ya 7:35. Musa huyo waliomkataa.
Musa huyo waliomkataa, Moses they had denied, wakisema nani aliyekuweka saying, who has put you here kuwa mkuu na mwamuzi? to make you great and a judge? Ndiye aliyetumwa na Mungu Who has been sent by God kuwa mkuu na to mkombozi, become a great one and a kwa deliverer, mkono wa yule malaika by the hand of the angel aliyemtokea katika kile kijiti. who revealed himself by the... Naona kuna watu mahali hapa, I see people here like the canopy of the burning fire of Moses, kama ule moto wa kijiti cha Musa, that burning bush. ule moto wa kijiti cha God Musa is appearing to you. inatokea kwako. You are no more going to be rejected. Hautakataliwa You tena, are going to be a ruler. utakuwa mtawala, You are going to be a guider. utakuwa Take mwongozaji, the anointing. pokea upako, You are going to be the deliverer. utakuwa mkombozi. There are 7 people here. Watu 7 hapa, Deliverance anointing. upako wa They kufungua, are going to be family deliverers. watakuwa wakombozi wa familia, Wakombozi wa familia. family deliverers. Pokeeni hiyo upako. Receive that anointing. Pokeeni hayo mafuta. Receive that oil. Take it in the name of Jesus. Pokea kwa jina la In the Yesu. name of Jesus. Katika jina la Yesu. Watu wa kubadilisha familia. People who shall change the Watu wa family. kufanya mambo People who makubwa. shall do great things. Watu ambao People who watafanya mambo will do things ya kupita kawaida. great more than usual. There is an angel of the Lord. Kuna malaika wa Bwana He is appearing to people here. anatokeza kwa watu hapa. Angel of God, Malaika wa Bwana select these people. wachague watu hapa. Kuna watu wanaguswa na nguvu za malaika. There are people who have power. Kuna of the watu angels. wanaguswa na mkono wa There are malaika. people who have been touched by the hand Take of the that angel. anointing now. Pokea huo upako sasa. Malaika anawagusa. The angel is touching Wanaguswa na mguso wa malaika. you. Touched by the touch of the Wanainuliwa angel. kutoka eneo moja Lifted from one place kwenda eneo lingine another place. katika jina la Yesu In the Kristo. name of Jesus Malango Christ. ya ardhi The gates of the land hayatakufufunga tena. shall not bind you Malango anymore. ya The ardhi gates of the land hayatakufunga shall tena. not bind you Naona anymore. kuna mtu katikati I yetu, see there's a person in our mara midst. kwa mara Every time walikuwekea roho they put to you a spirit ya kuumwa na kichwa, having a headache, na hiki kichwa kinapouma and when this headache comes, ndio vitu vyako vinaharibika, it is when your things na are hasa destroyed. huwa inaumia upande mmoja. And especially on one side. Natangaza kwa jina la Yesu I Kristo, declare in the name of receive Jesus. your healing. Pokea uponyaji Receive wako. your healing. Pokea uponyaji wako. Receive your healing. Pokea uponyaji wako. Receive your healing. Pokea uponyaji wako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la In the Yesu. name of Jesus. Katika jina la In the Yesu. name of Jesus. Katika jina la You Yesu. shall never remain the same. Utabaki kama ulivyo. You shall never remain the same. Utabaki kama ulivyo. Fire upon fire. Moto juu ya moto. I declare Ninatangaza by the power of the Holy kwa Spirit, nguvu ya Roho Mtakatifu. the Lord is making a way Bwana anafanya njia in your life. katika maisha yako. There is a way Kuna njia that the Lord is making. ambayo Bwana anafanya. It is a highway of glory. Kuna ni njia kuu ya utukufu. There are people here. Kuna watu hapa You are being glorified. mnatukuzwa, You are being given fresh glory. mnapewa utukufu mpya. Job 29 verses 20. Read for us Job 29 verses 20. Ayubu 29:20. There are people here. Kuna watu hapa You are being given fresh glory. mmepewa utukufu mpya, Fresh glory. utukufu mpya, Fresh glory. utukufu mpya. King James says, Tafsiri ya King James inasema, my glory was fresh in me, utukufu wangu ulikuwa mpya ndani yangu, and my bow was renewed in my hand. na uta wangu hurejezwa upya mkononi mwangu. Kuna watu walinyang'anywa vitu vyao. There are people who their things had been taken Kuna watu away. vitu vyao vilitekwa. There are people who things had been The captured. hour is here. Saa imekuja. Fresh glory. Utukufu mpya. Fresh glory. Utukufu mpya. Fresh glory. Utukufu mpya. No more limitations. Hakuna tena vizuizi. Who is Bryson Bryson ni nani to you? kwako? Have you ever heard Bryson Manyama? Sasa unifanyie kazi yangu rahisi. Yaani nikikuuliza swali ndio usifanye kazi yangu. Ni mume wangu. Inaachiliwa, si ati iko automatic, huwa inaachiliwa kwa majira fulani. Bwana asiwe sana. Sasa ukiona nimekuuliza kitu, wewe jibu tu Bwana asiwe sana, ili kwa namna moja ama nyingine itaendelea kuflow. Young daughter, Binti yangu, have you ever done anything to do with business, to do with clothes? umewahi kufanya biashara yote inahusisha nguo? And what happened? Nini kilitokea?
Because what I'm saying is this. Kwa sababu ninachosema ni hichi. The business that you are doing, biashara unayofanya, I see like you are in the cloth selling. Ninaona kama uko kwenye uuzaji wa nguo. But you are supposed to be more than where you are. Lakini unatakiwa uwe zaidi ya pale ulipokuwa. And I'm getting na ninapata that because you have got favor, kwa sababu una kibali, and there's a time in your business you sold a lot of stock and you do. After some time you find you began to go down. Ukaanza kushuka chini baada ya muda. The way you used to do, it's sometimes not the way you are doing, and you wondered why. I want to explain to you what happened. Nataka nikuelezee kilichotokea. Let us go to the book of Amos 2 verses 8. Twende Amosi sura ya 2 mstari wa 8. Amos 2 verses 8. Amosi sura ya 2 mstari wa 8. Amos 2 verses 8. Amosi sura ya 2 mstari wa 8. Help us very fast, the brothers are behind there, so that we go with time. Amos 2 verses 8. Kwa wazee mnatuwekea maneno makubwa kidogo. Nao hujilaza karibu na kila madhabahu, juu ya nguo zilizowekwa rehani. Katika hatima ya maisha yako, kazi uliokuwa ukiifanya na ambao unaifanya inatakana ikustawishe sana, lakini nguo hizi ziliwekwa rehani. Naposema kuwekwa rehani, yani kwa namna moja ama nyingine zilifanywa mazingaumbwe za nguvu za giza. Wakasema let us limit the speed of our business. Kasi ya biashara yake. That is why you find even those, the way you are moving with that speed of that business, right now it is very slow. I don't know if you are confirming it. Sijui kama ninayosema ni kweli. The time has come. Wakati umekuja. The Lord has located you. Bwana amekupata. He says, Martha, anasema Martha, I shall work with you. Nitafanya kazi nawe. I shall increase you. Nitakuongeza. I shall restore. Nitarejesha what belongs to you. Kile ambacho ni cha kwako. There is an anointing that is coming upon you. Kuna upako unaokuja juu yako. It is a very heavy anointing. Ni upako mzito. Every spell kila that was maneno spoken against your business, ambayo yalizungumzwa kinyume na biashara I yako, declare now, ninatangaza we sasa, take it out, tunayatoa, we break it in the name of Jesus. tunavunja kwa Your jina la hands Yesu. are receiving resurrecting power. Mkono wako unapokea You ufufuo. shall sell and sell. Utauza na kuuza. You shall go to many great nations. Utaenda kwenye mataifa mengi Receive makubwa. that anointing. Pokea huo upako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. You shall no more tarry. Hautaendelea kusubiri. Nothing shall no more delay. Hakuna kitachoendelea kuchelewa. Every forces of spells kila nguvu za maneno mabaya ambayo yazungumzwa kwenye kazi yako, ninavunja sasa. Ninavunja sasa. No more limitations. Hakuna tena kuzuiliwa. No more limitations. Hakuna tena vizuizi. Receive the anointing. Pokea upako for glorification. Kwa ajili ya utukufu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. You are glorified. Umetukuzwa. You are glorified. Umetukuzwa. I see you flying. Ninaona ukipaa. I see you going higher. Nikiona unakwenda juu. More to the next level. Unakwenda viwango vingine. Oh, if Bryson could be here. Kama Bryson angekuwa hapa, I could have spoken to him. Ningezungumza naye. There something that relates to him. If he could be a person who listens. Kama angekuwa anasikia to what the wife speaks to him. Kwa kile mke wake anachokisema. There are some things he could not have encountered. Kuna vitu ambavyo asingevipitia. The time has come. Saa imekuja. May God answer in your favor. Mungu ajibu kwa kibali chako. May God answer in your favor. Mungu ajibu kwa ajili yako. Ask her if you have ever dealt with clothes or anything to do with this one. Ni fundi na shongo. Because I'm seeing like a tailor, like a sewing machine. Tukanyage kidogo miche yenyewe hauoni, mimi nakiona. Naona kama mtu, naona kama Kiswahili cha kwetu tunasema cherehani, sijui uko mnahitaji. Cherehani. That is what I'm seeing. Ndio. The Spirit of the Lord is speaking to me. Roho Bwana anazungumza na mimi. That I speak to you, Mercy. Kwamba nizungumze na wewe Rehema.
You are too good-hearted. Una moyo mzuri sana. To an extent sometimes, inafikia wakati even the people who are bad to you, hata watu ambao ni wabaya kwako, you don't know how to keep boundaries. haujui jinsi ya kuweka mipaka. You don't know that. Haujui hiyo. And sometimes Na wakati mwingine you find unakuta as much as you want to excel, unapotaka kuenda young daughter, God want to raise you Amen. to be a very great designer. Amen. In the name of Jesus. Amen. Anointing to design. Amen. Creativity is released upon you. Amen. Take that oil. From today, the Holy Ghost has breathed fire upon you. You are being like operated by the power of the Holy Spirit. From today, your hands are receiving creativity mantle. Creativity empowerment. Take it in the name of Jesus. That is it. It is fire on your bones. It is fire in your bosoms. You are going to be one of the greatest intercessors to the glory of God. You shall be a pillar and a source of your family going far and far. Take that anointing. My spiritual father always said in our country, those early 80s, our Archbishop Professor Dunstan Maboya, he used to say, those early 90s, single touch, double manifestation. That is a single touch, double manifestation. Take it in the name of Jesus. We are waiting for testimonies. Testimonies beyond testimonies. Be ready to receive a lot of stocks. People will do weddings. People will do ceremonies. And they shall give you work. They shall give you tenders. Receive that grace. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh God, make a way for this young daughter. In the name of Jesus. She's still under the influence of the Holy Spirit. The Holy Spirit is doing an operation. It is a spiritual operation. Undergo that operation. We call it spiritual surgery. Spiritual surgery. That one is done. It is done. Mama, the other day, I suffered one of the major attacks. I was poisoned. And it was very terrible. It changed my body. You could not recognize me. But there is a God of the covenant. The God of the covenant. I remember when I became conscious, I spoke to God and I said, God, I have not yet finished your work. I declare, oh God, if you see I have finished your work, I cannot go this way in a shameful way. I want to, when my days come, it is the day that when everything is okay. After some time, the Lord did a very spiritual operation over my body. Everything was discotated. And along the way, I am alive till now. And I'm preaching the gospel. And I shall preach the gospel to the glory of God. You see, sometimes we go through some things. They are very heavy to an extent even we don't speak. But the Lord gives us a testimony. I see someone here.
Your testimony has come. Ushuhuda wako umewadia. Be ready. Uwe tayari To the next level. kwa ajili ya hatua inayokuja. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Just raise up your hand. Inua mikono yako. Sema, Bwana Mungu, Bwana Mungu, natangaza kwa jina la Yesu Kristo, kila maagano mabaya yaliyonitesa hayatanitesa tena. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, mimi ni mbarikiwa. Kwa jina la Yesu Kristo nimebarikiwa. Lango ardhi nifungukie, niitikie. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Mkutano unapoendelea, najua siku yangu ipo na nitapokea hatima yangu na kila ambacho Bwana amekusudia kwa jina la Yesu Kristo. Father, I thank you for your children. I pray that you empower them. ninaomba kwamba uwape nguvu, You glorify them. watukuze, You move them watembeze to the next level. kuelekea hatua nyingine. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I decree Ninatamka you are God who never fails. kwamba wewe ni Mungu usiyeshindwa. Baba, tunaomba Father, we pray malango ya ardhi, that the doors, the gates of malango ya makazi, the gates of the place where people stay, malango ya maeneo husika, gates of a specific places, wakati umefika, the time has come. yanafunguka They are being opened kwa ajili ya watoto wa Mungu. for the children of Katika jina la Yesu Kristo in the name of Jesus Christ. natangaza hatima I declare destiny iliyobarikiwa. which is blessed. Katika jina la Yesu Kristo, In the name of Jesus Baba, Christ. mkutano huu Father, this tunaomba congregation, ukaendelee kujidhihirisha pray for your manifestation katikati yetu in our midst, siku baada ya siku day after day, kwa ajili ya utukufu wako. for your glory. Amen. Amen.